Yo bwana, mambo vipi? Langu jina naitwa Prince Khan kutoka Taarifa Africa TV. Leo niko na msanii anaitwa Fresh, straight out Dar es Salaam, Tanzania, downtown to Singidani. Tuna mambo mengi ya kuzungumza siku hapa leo. Amekuja Singida kwa ajili ya kuzindua EP yake ambayo humo ndani ameshirikisha wasanii wengi ikiwemo Mr Blue Babylon Baisa. Bwana, tutazungumza naye mawili matatu hapa, naye mwenyewe atazungumza, ataongea kila kitu kuhusiana na tukio ambalo ametoka Dar kuja kulifanya nyumbani Singidani, Tanzania. Bwana bro, mambo vipi? Bwana poa. Kama kawaida. Fresh kabisa. Wanakuita nani mzee? Mimi naita Fresh. Okay. Fresh wewe ni mzaliwa wa Singida, anaweza ngasema ni mwenyeji wa mkoa wa Singida. Mimi ni mwenyeji kabisa Singida hapa. Nimezaliwa hapa. Nimesomea hapa. Nimesema tu kujitafuta. Okay. Bwana, kwenye muziki bwana, kila mtu anakuwa na role model wake. Umeona wewe ni msanii gani ambaye amekuinspire sana wewe kufanya muziki mpaka ukaamua kuwa msanii? Kwa nje au kwa tuanze kwa ndani? Kwa ndani. Kwa ndani maana nikisema kwa kipindi nasoma mimi kwa namsikiliza sana nani FDQ. Ndio alinspire kupaka hapa nilipo. Alikuwa FDQ kwa sababu nimeanzia kwenye kurap. Nimerapu mpaka hapa nilipo. Niseme ni kijisafari ambacho nimekitengeneza, nimekiunda, ndio maana nimefika hapa. Kwa hiyo kuna material mengi katika hicho kitu ambacho kinachoenda kufanyika. Na Tanzania hapa kufanya muziki waga wazazi wa support sana, inaonekanaga kama ni kitu fulani hivi cha kiuni, yani mazingira ya kwetu hapa kibongo. Wewe wakati unaanza kufanya muziki, familia ilikuwa ina support au na wenyewe walikuwa wanaona kama ni uhuni tu unafanya? Bwana, kuna baadhi wanakaza, umeona. Ujue katika jambo ambalo niseme kipaji, kama mtu anakuwa na kipaji chake kwa Tanzania yetu hii, kwamba au jamii zetu za maisha ambayo ya kibongo, yani kwamba kuna familia, ndio kwa mimi upande wangu familia, kwamba ambaye ananisupport ni mimi mwenyewe, umeona. Nguvu zangu mwenyewe najipush mpaka hapa, umeona. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba safari yangu ngumu sana. Wapo ambao wana support na ambao wanakaza kabisa na wanaweza kufanya kitu, lakini sema kwa sababu ndio kama uhuni fulani, yani bado hawaamini kwenye kama muziki ni biashara. Kwenye muziki hawaamini kabisa. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana kwa sisi kujipush. Kwa hiyo ndio maana najikuta inabidi tu changanyikiwe tu ufanye. Okay. EP yako ina ngoma ngapi? Ina ngoma 6. Na umeipa jina gani, yani jina la EP? Jina la EP ni Tested. Tested. Okay. Na huko ndani umeshirikisha wasanii wangapi? Msanii nipata bahati ya kufanya kazi na Baisa, Mr Blue. Ndo ambaye nimefanya naye kazi. Sio kwamba nimeona kwanza nitengeneze kwanza zangu kwanza kama ngapi, afu najua nitafanya nao, kama nimefanya na Mr Blue kwanza, hizo zingine nimefanya mimi mwenyewe tu. Na tukianza ngoma ya kwanza inaitwaje kwenye ngoma 6 za EP yako ya Tested? Ngoma ya kwanza Jana Blessed. Jana Blessed. Ngoma fulani inspiring, yani kwamba kwa mtu yote atakayesikiliza atakuwa inspired kwake, kwamba ni kitu ambacho kinagusa. Ni kwamba nimeongea vitu vingi humo, kwamba kwa hiyo ambaye anatafuta kuna kukosa, kuna kuanguka, kuna kuamka pia. Kwa hiyo ndio vitu kama nimezungumzia mule. Ngoma ya pili? Ngoma ya pili ni kuna ngoma inaitwa Don't Trust. Don't Trust ni kwamba sio kwa Don't Trust, nimezungumzia kwamba usiamini, yani kwamba usimwamini mtu, kwamba usimwamini mtu asilimia, kwamba naweza kummegea vitu lakini ndio huyo anakuja kukusnitch, anakuja kukuharibia. Kwa hiyo usiamini kila mtu, ndio maana nimezungumzia Don't Trust. Na wimbo wa tatu nimeimba mapenzi, Mona Lisa. Ngoma kali sana. Umelia sana muda. Nimeimba afro fulani hivi kali sana, nzuri ya kwenda. Mona Lisa. Wimbo wa 4? Nyimbo ya 4 ni Bend Down. Vitu fulani vya kubang bang vile. Kali sana ambayo
watoto fulani hivi ambao wale najua vile vina vitu vyetu vile. Watu wetu wanajua. Okay. Ya tano? Ngoma ya tano inaitwa Naumia. Ngoma fulani hivi ya mapiano. Na yenyewe ni ya kuchezeka. Na piano nzuri tu ya kwenda nimeimba kwa sababu Naumia ni kitu ambacho nimekizungumzia ambacho tukio ambalo lipo ambalo hata katika jamii kwamba kinatokea. Ni piano ujumbe, lakini ina ujumbe mzuri sana. Alafu unachezeka vizuri na bounce. Nzuri sana. Ya sita? Ya sita ambayo ndio ya mwisho. Hiyo nimefanya na Mr Blue, inaitwa Bata. Bata. Hiyo pia ni ya Bata. Unajua ngoma yenyewe imekaa kibata bata. Kwa hiyo mwe najua watu wa Bata wanaijua ile ngoma kwamba ukisikia tu kama unajua kabisa ile hizi kweli ni Bata. Bata imezungumzia mambo yao. Humo ndani nimesikia kuna piano, kuna mapenzi, kuna za kuchana. Ina maana humo ndani umeimba na umechana pia. Humo ndani nimechana kidogo, sio kuchana, ni kwamba nimechana mitelezo. Lakini unaimba unachana kwa style kama ya kuimba, ni nzuri tu, nimebadilisha kidogo taste kwa ni nzuri pia. Umeanza kufanya collab, ndio EP yako ya kwanza, lakini umefanikiwa kumshirikisha msanii mkubwa kama Mr Blue, sababu ni legend pia kwenye upande wa hip hop na nini, na yeye mwenyewe pia ni mtu ambaye anafanya ile miondoko pia, michano fulani ya mitelezo ile laini, yani anaweza kachana ikawa lakini michano fulani laini, lakini ikawa ina vibe fulani, yani ana ladha fulani hivi za kipekee yake sana. Kwa nini uliamua kumshirikisha Mr Blue? Kwa sababu ni mtu ambaye toka nasoma mpaka na yani nimekuwa kumwangalia yeye kwenye TV, kwa sababu ni mtu ambaye katika safari yangu hii ni watu ambao nilikuwa nawafuatilia sana. Ndio maana ikawa rahisi pia kufanya naye kazi Mr Blue, kwa sababu ni mtu fulani ambaye anafiti kwenye beat. Hiyo kuna beat ambayo ukitengeneza unajua kabisa hapa akikaa mtu fulani huyu anaua. Umeona? Kwa ndio maana nikasema ngoja akikaa Baiza hapa na kilikuwa ni rahisi pia hata yeye mwenyewe aliposikiliza kweli yeye mwenyewe akapata vibe na akaingiza. Na hakukuwa na ugumu wote kuongea naye bwana brother, bwana na beat yangu na kazi yangu nataka tufanye na nini, au kulikuwa na ugumu wote uliopata kwenye kumapproach? Kuna kaugumu kapo, unajua hawa watu bwana, unajua ugumu upo, sema ni kwamba kama ilipangwa kufanya kazi na mtu fulani, kama ikifikia unafanya naye tu. Sema tu haikuwa ngumu sana, lakini ni mtu fulani ambaye sharp. Na katika tasnia sasa hivi ya muziki sasa hivi umekuwa ni ajira. Umeona? Umekuwa ni ajira na muziki unahitaji uwekezaji. Kama EP yako tu ya kwanza umeweza kufanya na Mr Blue, manake unaweza kaona kwamba kuna bright future ahead huko mbele ambapo inaweza ikatokea kwamba umefanya EP ya kwanza lakini umeshirikisha msanii mkubwa, manake watu wategemea makubwa pia katika kazi zako zingine ambazo zinafuata. Hilo ni kupongeze sana kwenye hilo. Lakini pia Singida napo kuna wasanii wengi sana ambao wanafanya kazi hapa na nini, ila wewe tayari umeshaenda viral tayari, maana umeshafanya hadi na msanii mkubwa kama hivyo. Katika wasanii ambao wanafanya kazi Singida, ni msanii gani ambaye wewe unaona kabisa huyu nikifanya naye jambo linaweza likafanya jambo likawa jambo? Mimi nafikiri kwa hapa Singida mimi namwangalia D, maana nimebahatika kumuona kama mara mbili kwenye karaoke. D. Nani yule? Ana last hivi mshikaji fulani. Duli. Kwa hiyo unaamini kwamba ukipata zile melody zake kwenye chorus alafu ukapita naye ngoma itakuwa kali sana? Itakuwa kali sana. Kwa sababu ana kitu anacho. Na umeshajaribu kumapproach labda bwana bro 1 2 3 natamani tupige kitu kazi moja fulani maini fulani? Bado sijabahatika kukaa naye, yani ile kuwa serious kupiga story, hapana. Hiyo nafasi bado sijakaa naye. Ndio msanii wa Singida ambaye unatamani kufanya naye jambo? Nataka sana kufanya naye kazi kwa sababu naona kuna chemistry fulani, vitu kifanya kuna kitu. Najua kutakuwa na unyama tu mzuri, unyama. Okay, nibadilishe swali. Chagua moja hiyo.
umefanya ngoma yako, unahitaji kupata chorus. Kuna mtu ana connection na Mario na J Melody. Umeambiwa sakati ya Mario na J Melody, chagua mmoja apige chorus kwenye ngoma. Mario na J Melody wote wakali, umeona? Chagua moja. Goli upepo na chana hapo. Unajua nikwambie kwamba wote nataka sana kufanya nao kazi. Unajua kitia sauti wote wanakuwa wazuri, umeona? Atakayeanza yote pale kwamba yote atakayeanza correspond unaruka naye, na huyo unaruka naye. Sasa hivi watu wanaamini kwamba amapiano na singeli ndio zipo trending sana. Na kwenye EP yako umefanya amapiano ila hujafanya singeli. Una nini tuseme, una mawazo au idea au mpango labda kuja kufanya singeli mbele? Natamani sana kufanya singeli. Singeli ni kitu ambacho kipo katika ratiba yangu. Nataka nifanye singeli kwa sasa hivi kwa sababu naona ni muziki fulani ambao una trendi. Kwa wanaofuatilia, wanaupenda. Kwa nitajaribu na mimi kufanya kazi. Nitafanya na mimi singeli ambayo itawafanya watu kidogo wajue kumbe na jamaa naye pia huko yupo. Lakini singeli yangu mimi wewe hujaplan kumshirikisha msanii yote wa singeli, utakofanya peke yako au una idea ya kumshirikisha? Lazima nimshirikishe msanii wa singeli ili nifanye naye vizuri zaidi. Meja Kunta. Mimi Meja natamani sana kufanya naye pia. Namuona yuko vizuri upande mmoja. Yaani kwamba kuna Meja, yani wapo wengi. Sio kwamba wote ni kila mtu ana test nini tuseme, ana test yake. Melody zake. Wani wote wako vizuri kwamba ila Meja pia ndo yupo katika mfumo ambao natamani sana pia na pia Meja. Wengine watatu wote wa singeli. Yani huyu ambao unatamani kufanya naye ngoma ya singeli ambao wanakuja sasa hivi madogo zetu nani tunapata hao ndo sema kwamba unajua ndio nakwambia Melody kila anakuja na melody yake, unaona? Kwa hiyo unapoingia ndo unavyoenda, kuna pattern udogo pattern, kuna sergeant, kwa wote wakali. Una jambo gani sasa la kuambia wakazi wa Singida hapa kwamba ndo umeshakuja sasa unataka uzindue jambo lako na unahitaji support yao? Sema neno lolote kwa wasanii na wadau wa mkoa huu wa Singida sasa kuelekea kwenye uzinduzi wa EP yako ambao utaufanya mkoani Singida. Ukweli ni kwamba Singida ngumu. Ila ni kwamba natamani sana kwamba hichi kitu tukakisupport kwa sababu ni kitu ambacho nimekileta nyumbani, ili wajue kwamba kweli huyu amekuja na kitu, twende tukampe support. Yaani kwamba watu wavutike, wasanii, unaona, wale ambao wanapenda muziki, unaona, najua muziki. Kwa sababu hiyo EP kwamba ipo full package, imeshiba, ina ujumbe, ina burudani, ina kila kitu. Yaani kwamba kila kitu mtu ataenjoy. Kwamba ukija kwenye EP sidhani kama utajutia, unaona? Ni EP ambayo nzuri, inasikilizika. Kuna jumbe tofauti humo, ni kwamba hata wewe mwenyewe unakuja pale unajua kabisa kweli nime enjoy show. Neno la mwisho ni kwamba kwa wakazi wa Singida, na Singida kiujumla, kwamba mimi ni kijana wenu, kijana wenu ambaye anajitafuta, natafuta huku na huku. Kwa hiyo nahitaji support yao, support na nguvu yao ile ambayo itanifanya mimi kuwa na moyo zaidi, kwa sababu tukisupportiana pia kuna wasanii pia, sio mimi tu, najua wapo wengine, unaona. Kwa nataka pia iwe moja ya kwamba kweli kijana yule pale anafanya kitu fulani na sisi tukawa same fulani. Kwa hiyo naamini kabisa mwisho wa siku kweli yani tuwe kama wenzetu wanavyoona nini. Kwa hiyo hapo kwenye kusupportiana na Singida wana tabia sana za kuvimbiana, kukunjiana nini, wasanii wa Singida na mambo kama hayo, afu mboni ushamba sana. Hivyo vitu ni vitu ambavyo na vipinga kwanza kiukweli. Ndio maana unaona mimi naishi simple tu. Ndio watu wanakuwa wanielewi. Yaani kwamba
swala la kuvimbiana sijui, kwa sababu hakuna mtu ambaye chuki za hapa na pale, kwamba ujue kama unafanya kama wewe ni msanii unajitambua, huwezi kuvimba, kwa huwezi kumvimbia mwenzako, kwa sababu nyote njia yenu nyote safari ni moja na bado hamjafika, na mtahitaji, hata kama umefika bado mtahitajiana kwa namna moja. Kinachohitaji ni kwamba support, ni kwamba kusapotiana au kushirikiana katika kazi. Umeona? Kwa sababu sio kama mimi najua sana, kuna ambao wanajua, umeona, ambao wanajua, umeona. Kwa hiyo tukiungana ni kitu ambacho kinakuwa kizuri, tunanyanyua Singida yetu, umeona. Kwa hiyo kama tutakuwa sio kitu kimoja hatuwezi kufika, hatuwezi kufika hata siku moja. Sawa, na wanakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii labda ili wafuatilie pia? Mitandao ya kijamii mimi napatikana, kuna Instagram unanipata kwa alfresh_tz, YouTube channel yangu pale Fresh TZ, ukienda Facebook Alfresh Artist, ukija katika TikTok Fresh TZ pia, Fresh.tz, unanipata pale TikTok. Na nafikiri ni mitandao ambayo naitumia. Hilo jina la Fresh lilikujaje kwanza, ni mpaka kama kujiita Fresh? Fresh bwana limetoka, yani Fresh limezaa, nilikuwa natumia Alfresh mwanzo, na kuna watu tunajua mazingira ambayo nayoishi, mazingira nayoishi, kwamba mitani waoishi kwa da washikaji nao kutana nao hawaniite Alfresh. Kuna mwingine anakuita Fresh, ya Fresh, ifupisha Fresh, mwingine Fresh all day, umeona, mmoja anakuita tu Fresh all day, mwingine anakuita Fresh, kasema kwa fresh, ngoja niite Fresh, maana watu hawapendi kusema Ali Fresh. Mwingine anakuita Ali, mwingine anasema Fresh, nikaona Fresh ndio nimepata kura nyingi, umeona, nikasema ngoja nijiite Fresh. Lakini ile Alfresh linakuepo, kama ukitaka kuniita Alfresh utaniita, ukitaka kuniita Fresh pia nafaa, nitaitika. Basi poa mwanangu, big time sana, asante sana kwa time yako mwanangu, ja bless sana, usiku unyamwe sana bwana. Mwanangu Fresh hapa atazindua EP yake soon, kwa hiyo tutakuja kuwapa tarehe na nini, na posters zitatembea sana. Kikubwa sana tunachohitaji ni support yenu wazee, kwa sababu kijana katoka Dizim straight out Dar es Salaam downtown to Singida Tanzania, na anahitaji support yenu, si ndio bwana? Kwa hiyo tusapotiane, mambo ya kunjiana nini, vitu vingine vyote tunaachana navyo, alafu tunasapotiana kinyamwezi, au sio baba? Langu jina naitwa Prince Camp and the cameras my brother, super duper director Chiza na my brother Fresh, big time man. Hapa ni Taarifa Africa TV, usisahau kusubscribe, likes, comment, kote tunapatikana hivyo Taarifa Africa TZ. Shukran sana, ciao.